Mkono Film, DJ Big Tizi Family. Vizuri. Karibuni Mkono Film. Karibu sana kwenye Mkono Film, mahali ambapo tunajifunza, tunapata maarifa na tunazungumza kuhusu masuala yanayoweza kutusaidia katika maisha ya kila siku. Kabla hatujaanza mada ya leo, tunakukaribisha pia kutembelea Boss Nyao Channel. Huko utapata maudhui kuhusu tiba asili, elimu mbalimbali na mafunzo ya kujifunza. Pia utapata fursa ya kufahamu kazi za Boss Nyao, ambaye ni mtunzi wa vitabu vya tiba asili na vitabu vya saikolojia, pamoja na shughuli zake za utabibu. Kama unapenda kujifunza kupitia vitabu na mafunzo, unaweza kutembelea Boss Nyao Channel kwa maelezo zaidi. Leo tuna mada yenye uzito mkubwa katika maisha ya binadamu, mada ambayo wachache huielewa lakini wenye hekima huishi nayo kila siku. Mada yetu ni faida ya kulipa mema kwa ubaya. Kulipa mema kwa ubaya ni nini? Ndugu watazamaji, kulipa mema kwa ubaya si udhaifu, si ujinga, wala si kukubali kudhulumiwa, bali ni uwezo wa mtu kudhibiti moyo wake, asiruhusu chuki imtawale hata anapokutana na maumivu. Ni tabia ya mtu anayeelewa kuwa kulipiza kisasi hakubadilishi yaliyopita, bali huongeza maumivu mapya. Mtaalamu wetu Big Tizi anasema, mtu mwenye akili si yule anayelipiza haraka, bali ni yule anayejua lini kusimama na kuacha upepo upite. Methali ya hekima: mwenye subira hula mbivu. Methali hii inatufundisha kuwa matokeo mazuri huja kwa watu wanaojua kuvumilia. Faida ya kwanza, huponya moyo wa ndani. Ndugu zangu, kuna mzigo mkubwa unaoitwa chuki. Mtu akibeba ubaya moyoni kwa muda mrefu, huanza kupoteza furaha ya maisha. Lakini anapochagua kulipa mema badala ya ubaya, moyo wako hupata pumziko. Hebu fikiria mtu amekutukana. Wewe badala ya kumjibu kwa hasira, unamjibu kwa upole. Mwanzoni unaumia, lakini baada ya muda, moyo wako unakuwa mwepesi. Mtaalamu wetu Big Tizi anasema, moyo unaosamehe haukai gerezani la maumivu ya milele. Kulikuwa na mfanyabiashara mmoja aliyeitwa Amani. Kijini alidhulumiwa na rafiki yake wa karibu. Badala ya kulipiza kisasi, Amani alikaa kimya. Muda ulipita. Rafiki huyo akaanguka kibiashara. Watu wote wakamkimbia. Lakini Amani alimsaidia kwa siri, alimpa mtaji mdogo bila kujulikana. Miaka miwili baadaye, yule aliyemdhalilisha Amani alikuja mbele ya watu akisema, nilidhani wema haupo duniani, lakini Amani alinifundisha maana ya ubinadamu. Faida ya pili, hufungua milango ya baraka. Ndugu watazamaji, watu wenye moyo wa kulipa mema kwa ubaya mara nyingi hupata heshima kubwa katika jamii, kwa sababu watu huwapa imani, huwaamini na huwathamini. Baraka za aina hii hazinunuliwi kwa fedha. Mtaalamu wetu Big Tizi anasema, moyo mwema ni mlango unaofungua milango mingine mingi ya maisha. Tahadhari muhimu, lakini sikiliza vizuri. Kulipa mema kwa ubaya hakumaanishi kukubali kudhulumiwa kila mara, kukaa kwenye mazingira ya hatari au kupuuza haki yako. Hapana. Hekima ni kujua ni lini kusamehe na ni lini kujilinda. Kichekesho cha hekima: kulikuwa na kijana mmoja kila akigombana huacha hasira kwa wiki nzima. Siku moja rafiki yake akamwambia, wewe ukikasirika hata chai unaisahau kunywa. Wote wakacheka, lakini nyuma ya kicheko hicho kuna somo: hasira ndefu huharibu hata mambo madogo ya maisha. Faida ya tatu, hujenga amani ya jamii. Jamii yenye watu wanaojua kusamehe na kulipa mema kwa ubaya huwa na amani, umoja na maendeleo. Lakini jamii iliyojaa kisasi, migogoro na chuki zisizoisha, mtaalamu wetu Big Tizi anasema, jamii yenye watu wasamehevu hujenga kesho bora kuliko jamii yenye hasira. Usimchome nyoka aliyekukimbia, huenda kesho akakusaidia kukukinga na hatari. Hekima yake ni kuwa usikimbilie kisasi, hujui kesho itakuwaje. Faida ya nne, hufanya mtu aonekane mwenye hekima. Mtu anayejibu ubaya kwa wema hujulikana haraka kuwa mtu mwenye busara. Watu humheshimu, humsikiliza na hujifunza kwake, kwa sababu ni wachache wanaoweza kudhibiti hisia zao. Tunaendelea. Karibu tena kwenye Mkono Film. Tunaendelea na somo letu la faida ya kulipa mema kwa ubaya, somo ambalo linaweza kubadilisha kabisa namna unavyoishi na watu wanaokuzunguka, kwa sababu sehemu hii inaingia ndani zaidi ya moyo wa binadamu. Tunaendelea. Karibu tena kwenye Mkono Film. Tunaendelea na somo letu la faida ya kulipa mema kwa ubaya, somo ambalo linaweza kubadilisha kabisa namna unavyoishi na watu wanaokuzunguka, kwa sababu sehemu hii inaingia ndani zaidi ya moyo wa binadamu na maamuzi ya maisha.
Faida ya 5: huvunja mzunguko wa kisasi. Ndugu watazamaji, kisasi ni kama duara lisilo na mwisho. Ukilipiza ubaya kwa ubaya, mwingine naye atalipiza, na mzunguko huo huendelea bila mwisho. Lakini ukichagua wema, duara hilo huvunjika. Hebu fikiria, mtu anakukosea, wewe unamsamehe na kumtendea wema. Moyo wake unapata mshtuko wa mawazo. Kwa mara ya kwanza anaona tofauti. Hapo ndipo mabadiliko huanza. Mtaalamu wetu Big Tizzy anasema mtu mmoja akivunja mzunguko wa ubaya anaweza kuokoa vizazi vya migogoro. Methali ya kimwagika hayazoleki, lakini anaweza kuelekezwa njia mpya. Maana yake ni kuwa hata kama maumivu yametokea, bado kuna nafasi ya kuanza upya kwa njia bora. Faida ya 6: hujenga utu na heshima ya ndani. Mtu anayejibu ubaya kwa wema hujijengea heshima ya ndani. Hata kama watu hawamuoni wakati huo, baadaye huanza kuheshimiwa. Kwa sababu dunia hupenda watu wenye uvumilivu, wenye moyo mpana, wanaodhibiti hasira zao. Mtaalamu wetu Big Tizzy anasema heshima ya kweli haitoki kwa kulipiza kisasi, bali hutoka kwa tabia ya kipekee ya kusamehe. Kichekesho cha tafakari: kulikuwa na mtu aliyekasirika na jirani yake. Akaapa, sitazungumza naye tena milele. Lakini siku moja walikutana sokoni, wakagongana kwa bahati mbaya. Akasema, nilikasirika sana, lakini nilisahau sababu. Wote wakacheka. Somo ni hili: wakati mwingine tunabeba chuki hata hatukumbuki chanzo chake. Faida ya 7: hufungua moyo wa baraka za ajabu. Ndugu zangu, watu wanaochagua wema badala ya kisasi mara nyingi hupata msaada usiotegemewa, fursa zisizotarajiwa, na watu wanaoamini kwa haraka, kwa sababu moyo mwema huvutia wema. Mtaalamu wetu Big Tizzy anasema unachotoa kwa ulimwengu mara nyingi hurudi kwako kwa njia isiyotarajiwa. Tahadhari muhimu, lakini sikiliza kwa makini. Kulipa mema kwa ubaya hakumaanishi kujidhalilisha, kukubali kudhulumiwa kila mara, au kupoteza mipaka yako. Hapana. Hekima ni kujua kusamehe bila chuki, lakini pia kujilinda bila hasira. Methali ya pili: wenye matunda hupigwa mawe zaidi. Maana yake ni kwamba watu wenye wema mara nyingi hujaribiwa zaidi, lakini hawapaswi kubadilika kuwa wabaya. Mfano wa maisha: kulikuwa na mwanamke mmoja aliyekuwa akisaidia majirani kila mara, lakini alipoanguka kwenye shida, baadhi yao walimpuuza. Badala ya kuwa na chuki, aliendelea kuwa mwema. Baadaye alipata msaada kutoka kwa watu wasiotarajia. Hapo ndipo alielewa kuwa wema haupotei bure. Jinsi ya kuishi bila chuki. Ndugu watazamaji, hatua ya kwanza ni kuacha kubeba maumivu ya zamani kila siku. Kuna watu leo bado wanaumia kwa jambo lililotokea miaka mingi iliyopita. Lakini swali ni moja: je, maumivu hayo yanakusaidia au yanakuumiza zaidi? Ukijibu kwa uaminifu, tayari umeanza kupona. Mtaalamu wetu Big Tizzy anasema yaliyopita usiyabebe kama mzigo, yajifunze kama somo. Hatua ya pili: badilisha maana ya kosa. Watu wengi huchukia kwa sababu wanaona kosa kama mwisho wa uhusiano. Lakini hekima inasema kosa ni nafasi ya kujifunza. Mfano, mtu akikukosea, badala ya kumwona kama adui, muona kama mtu ambaye bado hajakomaa kifikra. Hii haimaanishi kumkubali kila kitu, bali kuelewa asili ya binadamu. Methali ya hekima: mwenye hekima haangalii aliyeanguka, bali huangalia jinsi ya kumsaidia asidondoke tena. Faida ya 8: hujenga moyo imara. Mtu anayelipa mema kwa ubaya hujenga subira, uvumilivu na nguvu ya ndani. Anapokutana na maumivu, havitikiswi kwa urahisi. Anajua kuwa maisha si mashindano ya kulipiza kisasi, bali ni safari ya kujenga utu. Mtaalamu wetu Big Tizzy anasema moyo imara si ule usioumizwa, bali ule usioruhusu maumivu ya amue maisha yake. Faida ya 9: hufungua milango ya amani ya kudumu. Watu wanaojua kusamehe na kulipa mema kwa ubaya huishi maisha ya utulivu wa muda mrefu. Hawana maadui wengi, na hata wakiumizwa hawabaki na mizigo ya muda mrefu. Amani yao inakuwa mtindo wa maisha. Mtaalamu wetu Big Tizzy anasema amani ya kweli haiji kwa kushinda vita, bali kwa kutoingia kwenye vita visivyo na maana. Hatua ya mwisho: chilia, si kusahau kila kitu, ni kuamua kuwa maumivu haya hayataendesha maisha yangu tena. Hapo ndipo mtu huanza kuishi kwa uhuru wa kweli. Methali ya mwisho: aliyeweka jiwe moyoni hawezi kutembea kwa urahisi. Maana yake ni kwamba chuki ni mzigo unaokuzuia kusonga mbele. Hitimisho kubwa, watazamaji, leo tumejifunza kuwa kulipa mema kwa ubaya hujenga moyo imara, hufungua milango ya amani, huvunja mzunguko wa kisasi, na huleta maisha yenye utulivu. Lakini zaidi ya yote, hufanya mtu awe huru ndani ya moyo wake. Mtaalamu wetu Big Tizzy anasema mtu mwenye amani ya ndani hawezi kushindwa na chuki ya nje. Mwisho wa kipindi. Asante sana kwa kuwa nasi kwenye Mkono Filamu.
Kama umejifunza jambo, tafadhali shiriki video hii ili na wengine wapate hekima hii ya maisha. Usisahau kutembelea Boss Nyao channel kwa tiba asili, elimu mbalimbali, vitabu vya saikolojia na tiba asili vilivyoandikwa na Boss Nyao na mafunzo ya maisha ya kila siku. Tukutane tena kwenye Mkono Filamu, mahali ambapo maarifa yanajenga maisha bora. Mkono Filamu, chakula cha akili na moyo. Tunafunza kwa upendo.